Ndugu wa Tanganyika, mpaka sasa kuna madokta 13 wameuawa. Madokta ambao walikuwa siku ya tarehe 29. Kuna madokta 13 wameuawa. Dar es Salaam wameuawa madokta 8. Mwanza wameuawa madokta 3. Na hapa hapa wapi? Tarime kauliwa dokta 1 na Tunduma dokta 1. Aliyowaua, fanya utaratibu wa kuwaua, ni Mchengerwa, na Mchengerwa amewekwa pale kwa kazi maalum. Kitengo alichowekwa, amewekwa kitengo cha nini huyu Mchengerwa huyu. Lakini chukua fursa hii kwa shukuru sana madaktari wote ambao walishiriki. Huyu ni sumu, ambapo waziri wa afya, kuwekwa kitengo cha waziri wa afya, aliwekwa pale kwa kazi maalum. Madokta, ndugu zangu, kama na ndugu zako Dar es Salaam, dokta amekufa. Wamekufa 8, amewaua 8. Mwanza ameua 3. Kama nimevyowaambia, mpango wa Samia huo. Halafu Tunduma 1 na Tarime 1. Lakini Mungu akijalia, nitakuja kuwatajia majina ya madokta wote ambao wameuawa. Na huyu Mchengerwa ataanza kuzunguka Tanzania yote, ataanza na Mwanza, kwenda kuwapiga mkwara madokta wengine wote, kwamba ICC ikija, ole wakatakayenua kichwa. Ila madokta ambao hawajapatikana ni madokta wa wapi? Wa Katoliki ndio hawajapatikana bado. Madokta wa Katoliki wanatafutwa kwa udi na uvumba. Ndugu zanguni, kuandamana ni wajibu kutoa hii chama. Na baada akishamaliza, akishafyeka hiyo, mwezi wa 5 anatolewa kwenye hiko kitengo, analetwa mwingine, anapelekwa kwenye kitengo. Huyu Mchengerwa mwezi wa 5 atatolewa kwenye hicho kitengo cha Wizara ya Afya, atapelekwa kwenye kitengo cha TAMISEMI, atapelekwa kwenye kitengo cha TAMISEMI. Ndio hivyo. Ndugu zangu, hawa watu ni mafilauni, lakini ninakuja kuwapa majina ya madokta waliofariki, waliouawa na Samia. Na Mchengerwa ndio alikuwa ni mtu ambaye ni Sterling aliyefanya hivyo. Jioni tupeane lecture ngumu. Kumekuwa na jambo ambalo watu wengi vijana wakilishabikia, wakilisapoti bila kulielewa kwa undani. Jambo hili ni ugaidi ambao umefichwa kwenye kivuli cha maandamano, huku likiwa linapeperushiwa bendera na watu wanaojiita wanaharakati. Hawa watu wanaojiita wanaharakati, specifically tunaweza tukamzungumzia Maria Sarungi pamoja na Mange Kimambi. Ni watu ambao wanajua wanachokifanya kisheria. Lakini pia tumeona hata baadhi ya viongozi wa makanisa na taasisi mbalimbali wakiwaunga mkono. Sasa sina hakika kama kila mtu anayewaunga mkono watu hawa kwenye hiki wanachokifanya anafahamu kwamba hiki kinachofanyika ni ugaidi. Kumbuka maneno yangu ni kwamba hawa wanaharakati walio front wanajua kwamba hiki ni ugaidi. Lakini je, kila mtu anayewasupport anafahamu kama ni ugaidi? Na jamii tunafahamu kwamba hivyo vitu ni ugaidi, ili watu watakapoanza kuchukuliwa hatua za kisheria tusije tukaona wanaonewa. Sasa ni muda wa ile lecture ngumu. Kaa hapa tuzungumze vizuri. Kwa maana nyepesi, ugaidi ni kitendo kinacholenga kusababisha hofu kwa raia, serikali au jamii za kimataifa pamoja na vyombo vyake. Sheria ya kudhibiti na kupambana na ugaidi nchini Tanzania kwenye kifungu chake cha 4 imefafanua kwa undani zaidi maana ya ugaidi. Kosa hili la ugaidi linajumuisha
watendaji wanaotenda huo ugaidi, wasaidizi wanaowasaidia watu kutenda hivyo vitendo vya kigaidi, pamoja na wadhamini ambao wanawafadhili hao wanaoenda kutekeleza au kusaidia vitendo vya kigaidi. Kifungu cha 4 mpaka cha 10 cha sheria ya kudhibiti na kupambana na ugaidi vinafafanua vitu gani vinapelekea jinai ya ugaidi, na vipo kama ifuatavyo. Kwanza ni kufanya kitendo au shambulio linaloweza kuleta uharibifu mkubwa kwa nchi au taasisi za kimataifa. Pili, kutumia nguvu, kuilazimisha serikali kufanya jambo fulani kwa nguvu bila matakwa ya serikali yenyewe. Tatu, kutumia silaha au milipuko ili kutisha umma wa Watanzania. 4 ni kuteka viongozi wakuu wa serikali kwa shinikizo fulani. 5 ni kula njama, kusaidia au kuwezesha magaidi kufanya ugaidi. 7 ni kumiliki vifaa, dhana, namba, michoro au ramani ya eneo lililolindwa kwa lengo la kutekeleza ugaidi. Kosa la ugaidi linafanana sana na kosa la uhaini, ambapo kwa pamoja makosa haya hukumu yake ni kifo au miaka kadhaa kutokana na ushiriki wa utekelezaji wa makosa haya. Sheria za ndani ya nchi hii zimepiga marufuku matendo yote ya ugaidi, hata yakiwemo hayo yanayoratibiwa na watu wanaojiita wanaharakati kama Maria Sarungi, Mange Kimambi, Padri Kitima, kwa sababu yote yanaangukia kwenye kategori hiyo. Tanzania kama nchi huru na mshirika mkubwa wa jumuiya za kimataifa imesaini mikataba mbalimbali ya kudhibiti ugaidi duniani, ikiwemo ule wa OAU Convention on the Prevention and Combating of Terrorism wa mwaka 1999. Tanzania ikafanya maboresho ya mkataba huu mwaka 2022. Tanzania ikasaini mkataba mwingine tena unaodhibiti ugaidi ambao unaitwa International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing. Huu ulisaidiwa mwaka 1997, ambapo ibara ya pili ya mkataba huu imeelezea bayana vitendo gani vilivyopigwa marufuku ambavyo vinatafsiriwa kama ugaidi. Aidha, mkataba mwingine tena ambao Tanzania umeusaini unaitwa International Convention of the Suppression of the Financing of Terrorism. Hii ni sheria ya kimataifa ambayo inataka nchi ziweze kuwadhibiti na kuwakabili wanaofadhili ugaidi, aidha ni watu au taasisi. Katika mambo yote yanayoendelea kuratibiwa na Maria Sarungi pamoja na wenzake na taasisi za kidini kama TEC, haya yote yanaonekana wazi ni ugaidi uliofichwa kwenye taasisi walizopo au jina la wanaharakati. Sasa si vyema mambo haya kuendelea kutazamwa. Yanapaswa kuchukuliwa hatua kali za kisheria, na hata wale ambao wako nje ya nchi wanaweza wakafanywa extradition. Kama ufahamu, extradition ni mkataba wa kubadilishana wahalifu na watuhumiwa. Kwa hiyo zipo nchi ambazo hawa watu wanatekeleza na kuratibu ugaidi wamekaa, lakini sisi nchi hizo tuna mkataba nazo za kubadilishana wahalifu na watuhumiwa. Tunaweza kurudishiwa watu hawa, kwa sababu si vyema kunyamazia kimya tuhuma nzito za aina hii za ugaidi, especially kama ambavyo tumeona kabisa matokeo yake kutokana na tukio la 29 Oktoba ambalo wengi wao wamekuwa wakilitumia kama reference, wanajisifia nalo. Katika kulinda tunu ya amani ya taifa letu, ninashauri vyombo vya dola visichekee hawa watu, hata kama wamejificha kwenye mwavuli wa dini, hata kama wamejificha kwenye mwavuli wa wanaharakati, kwa sababu sheria za ndani ya nchi zipo wazi, zimeeleza bayana, zimefafanua hiki kinachofanyika kinaitwaje, lakini pia sheria za kimataifa ziko wazi na zimeeleza bayana hiki kinachofanyika ni kitu gani. Kwa hivyo tusiwape watu nafasi ya kujificha kwenye taasisi za kidini au kujiita wanaharakati, huku wakiendelea kuhatarisha maisha ya Watanzania, wakiendelea kuweka rehani amani na utulivu wa taifa letu. Asante sana. Huyo ni Mange Kimambi, ameweza kufichua mazito kuhusiana na madaktari ambao waliweza kuuliwa, akisema kwamba madaktari 15 waliweza kuuliwa wakati wa maandamano, ambapo anasema wale wote ambao wahusika ambao walipatikana kwenye maeneo ya maandamano, wale ambao walikuwa wanajaribu tu kuwasaidia wale ambao walikuwa wanapata majeraha, wote waliweza kuuliwa. Wale wenye walipelekwa pale kwenye hospitalini ili wasiweze kutoa ile evidence ya kuonyesha kwamba
kuna wale ambao walikuwa wameumia lakini baadaye walichukuliwa na kupotezwa. Sijui una maoni gani kuhusiana alichosema Mange Kimambi? Kama uko na maoni niachie hapo kwenye comment section. Kama hujasubscribe na kuomba uweze kusubscribe, finya notification bell ndio wakati wote tunapata habari kama hizi unakuwa wa kwanza kuipata. Baadaye video ya pili ni yake Baikola ambaye ameweza kuzungumza mambo mengi ambaye akiwakejeli tu wale ambao walikuwa wanaandamana wakati, lakini haikuweza kufaulu. Hebu niachie maoni yako hapo kwenye comment section.